Mtoto wa miaka 4, msichana. Mama ndio huyu hapa. Huu ni mtoto wake ameshikwa, huyu maiti. House girl anaitwa Joyce Onyango. Wale mnaweza kufanya screen recording mshare widely. Joyce Onyango amemuulia mtoto wa miaka 4. Nimekuja hapa kwa sababu imeniuma sana, nimechikia uchungu sana. Nilikuwa tu nimetulia nikasema lazima nifike tuweze kuanza kumtafuta. Ni house girl aliletewa kutoka kwa bureau. Bureau yenyewe iko wapi? Bureau iko Ruai. So anaitwa Joyce Onyango, anatoka Kisumu. So mama, hebu tueleze what happened. Hebu karibia hivi. My name is Anna Njero. I'm the mother to the deceased. Ongea kwa Kiswahili ile lugha tunaongea. Huyu ni mama mtoto ambaye amekufa, ameuawa. Marehemu, samahani. Tuliletana juu kwa sababu alikuwa anataka nimlipele mshahara, lakini aliingia tarehe 3 hakuingia leo. So anataka alipwe tarehe 1 na aliingia tarehe 3, akamwambia atamlipa tarehe 3 ikifika, akaanza kumsumbua kisha kisha akaniambia kama sitatuma ataniachia mtoto kwa jirani na nimeenda. Nikajaribu kumpigia simu. Ongeza sauti kidogo. Nikajaribu kumpigia simu hashiki. Akapia mamake namba yangu. Mamake akaniinsult, akaniongelesha vibaya. Ulikuwa unajua ukoshua ni mamake ama ni mtu tu alitafuta? Hebu namba ya mamake. Nataka nani ako na simu ya M-Pesa, tuangalie namba ya mamake tuone inaleta jina gani. Ndio itusaidie kutafuta huyo ambaye ndio amekuinsult kama mamake. Akapia mamake namba, aliongelesha vibaya. Sasa vile mamake aliongelesha vibaya nikamwambia sijalipa bado, lakini nikipata mshahara nitamwekea kwa simu yake. Akasema ni sawa. Nikapigia msichana kumuuliza kama mtoto wako sawa, akaniambia yeye anacheza lakini mimi naenda. Akwambia mtoto anacheza yeye anaenda. Gari aende Kisumu. Ilikuwa saa 4 hivi, saa 4:30. Nikusikia hivyo nikaenda nyumbani, nikapata mtoto wako sawa, anacheza. Bila aliniona nilikuwa nimembebea vitu za kula. Ngeza sauti. Ulikuwa mbebea mtoto vitu ya kula za watoto hizi. Akakula, akaniambia nitakula sweet, nikampa sweet. Akatapika. Hiyo matapiko yake ilikuwa greenish in color. So sikuchukulia hivyo, nikadhani labda ni kushiba ameshiba ama hizo vitu amekula. Ama hizo vitu amekula. Sasa kutoka kidogo mtoto akasema nasikia amechoka na sitaki kulala. Akalala hapo kwa kiti, mimi nikaendelea na shughuli zangu tu kwa nyumba. Akaamka, bila aliamka akasema bado anaumwa na tumbo kidogo, kisi sana, akokiwa na shaka maji. Nikampea maji, tukakula sapa around 8 saa 2 ikielekea saa 2:30 saa 3 ndo akaniambia nasikia amechoka tena, nitakulala. Nikampeleka bedroom, akalala, nikamikisha nimemfunikia vizuri. Mimi nikarudi sitting room, niendelee na kazi zangu. Sasa kitu saa 5:30. Saa 5 ya usiku. Nimwamsha ende kujisaidia. Ajisaidie ndiye asikoje kwa kitanda. Ndio nikapata ni baridi, respond. Nikajaribu kumuita, haitiki, nikaenda kwa neighbor, nikamwambia hebu kuja, jaribu kuita mtoto, labda wewe ukimuita ataitika. Ndio mtoto neighbor akakuja akaita mtoto respond, ndio tukachukua tukamleta hapa. Sasa hiyo ulikuwa unajaribu kumwamsha amki, unamuita itiki, ukaenda kuita jirani akusaidie kuamsha. Sasa aliona itiki, akakuja tukamleta hospitali. Karoi family, daktari akajaribu all their best. Kwa hivyo aliwekea mtoto sumu, akaacha mtoto akikufa.